Anaweza akawa ni mshambuliaji huyu ambaye anafanya vizuri kwenye ligi na michuano kama kimataifa na FA. Evans. Okay. Inawezekana akawa na yani kwa jinsi ambavyo muangalia style of play ya kwake ina support kwamba ipo siku atafanya vizuri, kwa sababu kuna nyakati hapa amefanya vizuri. Kuna mechi dhidi ya KMKM alicheza vizuri sana. Evans afu nitakuja kwa kama ana support yani hivyo vitu vingine kutokea. Yani kutengeneza mazingira ya watu wengine kufunga amekuwa anafanya. Unajua kutengeneza nafasi haimaanishi ukiwa na mpira. Hata ukiwa una mpira. Kwa sababu kuna nyakati unaweza ukaama kwenye nafasi na walinzi na wenyewe wakaama kukufuata, wameacha space, mtu mwingine anakuja kuitumia, unapigwa mpira, watu wanafunga. Lakini mimi namzungumzia yeye kwenye kuconvert nafasi ndo changamoto. Sio kucheza na timu. Yani kucheza na timu mimi sina issue kwa sababu amefanya hivyo kwenye mechi ya KMKM ya kwanza na ya pili. Ukiangalia kwenye mechi bizi zingine zilizofuata amekuwa na uwezo wa kucreate hizo nafasi, watu wengine wanashindwa kuzitumia. Lakini shida yangu mimi na yeye ni yeye kupasia mpira kambani, ambapo anapata mipira ambayo inamsababisha awe na hizo access za kusafiri za kufunga kwa fungi. Unajua mshambuliaji anavyofundishwa, yani mshambuliaji anajua goli liko wapi na anajua fanya nini. So unavyokuwa ni mshambuliaji tunakuambia unatakiwa kuwa na confidence kwenye box. Of course ukiwa na mpira unafanya in step, unajua kabisa nikiudribble mpira labda kwa degree kadhaa, nina uhakika huu mpira utakuwa kwenye himaya yangu. Nitachagua engo nitaweka. Kwa hizi degree nikiwa nimedribble, mtu akitaka kuja kufanya tackling, lazima atanicheza mimi. Yani lazima itakuwa ni penalty. Sasa alichozungumza Evans ni kweli, unaweza kuwa una struggle kuingia kwenye system ya team, kwenye kulink up na nini. Yes, unaweza kuwa unahitaji muda wa kuadapt. Lakini tunazungumza pale ambapo unapata nafasi, wewe ni namba 9 na umefanya hiyo kazi kwa zaidi ya miaka 10 au 15. Unashindwa vipi kuweka mpira kambani? Kitambala mbona unampa mzigo sana Kitambala? Alani lazima afanye vizuri. Of course Hans, unajua miaka 10 15. Unasema hiyo miaka 10 15, mimi sidhani mechi zaidi ya 200 amekuwa professional. Kwani sasa hivi ana miaka mingapi? Miaka 27. Sasa 27 huyo sikaanza kucheza Kongo, unaanza kucheza una miaka mingapi? No, yani nadhani amekuwa professional wa kucheza kwenye hizi ligi sio zaidi ya misimu 4 au 5. Inazidi. Juma, umeanza kumtangaza Kitambala bora mwaka gani? Hana muda mrefu sana. Miaka 10 15. Na mimi ambacho nataka kusema ni kwamba kama kwenye ligi unajua msimu uliopita 20 msimu uliopita nyuma yake alikuwa anacheza. Maana yake 20 alikuwa na miaka 22. Lakini yake bado alikuwa anacheza. Mimi mtangazo wakati akiwa na miaka 21 22. Kwa sababu hata ameanza kucheza akiwa na miaka 2015. Kwa sababu kwenye ligi hii msimu uliopita Azam, moja kati ya watu ambao walifunga magoli mengi ni huyu dogo Sadun. Na kwa kuwalinganisha viwango vyao, Kitambala is way more clinical kuliko Sadun kabisa. Kwa hiyo kama Saduni kinadharia tu anaweza akafunga goli 9 kwenye ligi, I think Kitambala 15 anafika. Anaweza Yes, sasa msimu huu nimeangalia namba hapa, ameshacheza mechi 5. Azam amecheza mechi 5 za kimashindano. Mechi 3 za ligi kuu na mechi 2 za kimataifa. Mechi 2 za kimataifa ni mechi ngumu, to be honest. Kwa sababu Wydad, Manyema Union wote ni wapinzani wagumu. Ukiangalia msimu uliopita, tafuta highlights za mechi kwa mfano ya Manyema Union na Mamelodi Sundowns. Alifunga goli zuri sana. Sasa mtu ambaye anafunga goli kwenye stage kama hiyo na mtu ambaye kwenye ligi kama ya Kongo anafunga goli 13, anaweza kureplicate hicho kitu hapa Tanzania. Lakini sisi hapa Tanzania kwa siku za hivi karibuni tumekuwa na tendency moja. Na ninaposema sisi, watu waone. Na ninaposema sisi namaanisha zaidi sisi wanahabari. Sawa. Ukimwangalia kwa mfano Prince Dube alivyokuwa anazungumzwa kwamba anakosa magoli. Last season Prince Dube nadhani amehusika kwenye magoli in all competitions yanafika 20-22. Sawa. Msimu huu Yanga wamecheza mechi hazijafika 10 za kimashindano. Sawa, wamecheza mechi za ligi 3, mechi za kimataifa I think 4, ukiongeza hizi zinakuwa 6. Kwa maybe ndio zinafika mechi 10. Sawa. Kwa mchezaji ambaye ameshafunga goli 14 kwenye ligi, msimu uliopita akafunga 13, na kwa style ya Dube ambayo anacheza, ambayo sio lazima afunge, anaweza akatoa assist, anaweza akafanya link up kama vile alivyokuwa anasema Evans hapa. Kukosa tu magoli kwenye mechi 2 au 3
sisi tunaanza kusema huyu mtu sio clinical. Unajua magoli kwa mfano Juma nadhani nakumbuka Messi aliwahi kumisi Yakubu. Ndio. Goli hili hapa. Na Yakubu unazungumzia mtu ambaye kwenye Premier League aliweka goli 19. Unakumbuka kuna story moja ya mzee Harry Redknapp anasema alibet naye akamwambia bwana ukifunga goli 20 mimi kuna bonus nitakupa. Kuna siku akataka kufunga goli 5 kocha akamtoa akaona mimi wangu nitapoteza. Lakini kwenye mechi ya World Cup tena sio mechi dhidi ya Argentina au Brazil au France, dhidi ya Korea of all people. Goli hili hapa akakosa. Kwa hiyo yani kitendo cha kukosa goli any striker anaweza kukosa goli. The issue is unaweza ukarecover kutoka kwenye hiyo kwa sababu sometimes confidence inashuka. Wewe mwenyewe unaanza kujidoubt, kuna vitu vingine unaanza kuvifanya unakuwa the best thing kuhusu mshambuliaji ni kukaa kwenye nafasi. Lakini kamanda finishing inakuja tu. Kwa mtu kama Prince Dube anaonekana anakosa ile confidence. Yani sio hayupo confident 100%, lakini kwa mtu kama Kitambala unamuona hicho ni kipindi ambacho mchezaji yoyote anapitia. I mean kwa Kitambala sasa mwenyewe unamuona yuko kwenye hiyo level ya kukosa confidence, yani ujasiri mpaka anapata nafasi anakosa, au yuko kwenye level of confidence ambayo anajiamini tu lakini zinatokea nafasi nyakati anakosa. Mimi naamini hiyo confidence bado anaijenga. Yani unajua ukiwa kwenye timu mpya wote hapa mimi naamini tushawahi kupitia situation ya kuhama kutoka shule moja kwenda shule nyingine. Na tukiangalia record inawezekana mimi ndo nimehama shule nyingi sana kwa sababu nilikuwa na changamoto zangu wakati huo. Kazi achana nayo. Mimi nimezungumzia shule. Siku zote adaptation period ni kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo ile hali ya kujenga mazoea ya kuzoeana na wenzio, yani finding your feet wazungu wanaita, ni kitu ambacho wachezaji wanatofautiana. Kwa mfano Yanga aliwahi kumsajili mtu hapa anaitwa Boniface Ambani. Tena walimsajili akiwa umri ushaenda. Ambani mechi yake ya kwanza tu dakika ya pili akafunga goli. Sawa? That season akafunga goli 20. Lakini sio kila mtu hiyo hali inamtokea. Kwa sababu Ambani alisajiliwa tayari za season veteran, kacheza India huko, kacheza Kenya, kacheza wapi. Kwa hiyo Medi Kagere. Medi Kagere pia. Medi Kagere amekuja hapa tayari yani ni askari ambaye kapigana vita nyingi sana. Kwa hiyo vita ya kuja hapa kwenye ligi kuu ilikuwa ni nyepesi tu kwake. Umeelewa? Kwa hiyo hata Kitambala tofauti yake ni kwamba yeye ameanza kupata jina akiwa pale Manyema. Na huu muda ambao tunaanza kumjaji sasa hivi bado ni mapema sana. Tusubiri ifikie hata hatua tusikie kwamba anataka kurudi kwao, labda kama alivyorudi Ngoma msimu uliopita. Ikiwa Kitambala na Dube nani yuko vizuri, unaondoka na nani mfano? Mimi naondoka na Kitambala. Nadhani ni washambuliaji wa aina tofauti. Kitambala ni pocha zaidi wa ndani ya box. Dube ni mtu ambaye anapenda kucheza. Lakini wote si namba 9 tu. Yani namba 9 mnaweza mkatofautiana style of play. Ni sawa, yani sawa. I think unajua sasa hivi ligi yetu jinsi ilivyo mara nyingi sana ni big results nao. Hatuna muda mrefu sana wa kuwasubiri watu. Yani hata huyo Dube unayemzungumzia mwenyewe amefanya makubwa kwa kiasi chake akiwa na Azam, lakini amekwenda kwenye timu yenye pressure kama Yanga. Watu wana consider kumwacha kama hataendelea kufanya vizuri. Kwa unaweza kuona pressure, of course unaweza kuona pressure ambayo inapatikana kwenye vilabu. Amekuja hapa mtu kama Ateba. Ateba ametoka, tunazungumza anatoka Algeria. Amekuja hapa, maneno ni mengi, matumaini ni mengi, matarajio ni mengi, lakini haikuchukua muda. Yani msimu mmoja watu wameachana naye easily kabisa, kwa sababu Ateba hakuwa na msimu mbaya. Ndio hicho ambacho kinaendelea kwa Dube, kwamba anafunga mabao mengi lakini unakosa magoli mengi zaidi. So siku watu wanakuacha. Watu wanaangalia sokoni ni nani ambaye anaweza kuja kutusaidia. So pressure ni kubwa na viongozi wetu, makocha hawako tayari kuvumilia. Yani leo kocha anakuja, labda tuseme ni manager Pantev au amekuja Goncalves, hawana muda mrefu wa kuwatengeneza wachezaji kwa sababu wanajua pressure ni kubwa. Kwa hiyo wao wanaangalia nani yuko tayari kutoa matokeo chanya ili na wao waendelee kulinda vibarua vyao. Kwa hiyo kiukweli ukija kwenye hizi timu Tanzania unatakiwa kutumia muda mfupi sana kuweza kuadapt, na ikiwezekana unatakiwa kuadapt haraka sana ili watu waone impact yako, kwa sababu hayo ndio yatakuwa maisha yako marefu kwenye hivi vilabu. Yaani hatuna huo muda wa kuvumilia. Azam nao wana hiyo tabia ya kutokuvumilia watu kwa ndio. Blanco imekuaje? Lakini ni kama walimsubiria tena Azam ndo wavumilia. Azam wavumiliagi watu kaka. Msimu mmoja hadi makocha. Msimu mmoja Blanco kanyolewa vizuri tu. Yani ligi yetu jinsi ile. Wewe umeona Mbeya City?
Mbeya City wameanza vibaya ligi, wameanza vizuri, lakini baada ya kudrop points kwenye mechi 2-3 watu wamenyoa hadi dokta rafiki yangu. Hadi dokta kafukuzwa. Hadi dokta kafukuzwa. Yaani kocha ndio wote wameondolewa wote. Watu vizuri. So unaweza ukaona pressure ambayo ipo kwenye vilabu vyetu. Kwa mfano mimi leo nitakwambia ni vilabu vyetu tu kutoa macho sasa hivi kuangalia. Kwa mfano ukienda pale Cote d'Ivoire, kuna timu inaitwa San Pedro. San Pedro kuna namba 9 mmoja miaka 20 anaitwa kama